Wizara ya afya ya Israel imesema watu 179 wamejeruhiwa katika saa 24 zilizopita, wengi wao wakiwa na majeraha madogo, huku vita kati ya Israel na Iran na washirika wao vikizidi kupamba moto. Kwa mujibu wa wizara hiyo, idadi ya watu waliojeruhiwa nchini Israel tangu vita vilipoanza kwa sasa imefikia 2745. Wakati huo huo, hakuna majeruhi walioripotiwa baada ya kombora la ballistic lililorushwa na Iran kuelekea Israel, shambulio la 4 tangu usiku wa manane. Tathmini za awali za kijeshi zinaonyesha kuwa kombora hilo lilizuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel. Ving'ora vya tahadhari vilisikika katika maeneo ya Jerusalem, kusini mwa Israel na baadhi ya maeneo ya ukingo wa magharibi. Wakati huo huo, jeshi la anga la Israel limetangaza kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya miundombinu ya serikali ya Iran katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Jeshi la Israel limesema mashambulizi hayo yanalenga shabaha za kimkakati na za kijeshi za Iran. Kwa upande mwingine, jeshi la Marekani limethibitisha kuharibu ndege kadhaa za Iran katika mashambulizi yaliyofanywa katika uwanja wa ndege wa Kelman kusini mwa Iran. Video iliyotolewa na kamandi ya kati ya jeshi la Marekani CENTCOM inaonyesha mashambulizi dhidi ya ndege aina ya Lockheed C-130 Hercules, Lockheed P-3 Orion na Ilyushin Tu-76. CENTCOM ilisema ndege hizo zilikuwa zimetolewa kwa Iran kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Utawala wa Iran unapoteza uwezo wake wa anga kila siku, imesema CENTCOM. Katika eneo la Ghuba, mamlaka za Kuwait zimeripoti kuwa mashambulizi ya drone yamesababisha uharibifu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait. Mamlaka ya usafiri wa anga ilisema drone kadhaa zilishambulia uwanja huo wa ndege na kusababisha uharibifu wa mali, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Jeshi la Iran limesema limetekeleza mashambulizi ya drone dhidi ya shabaha kadhaa za kijeshi za Israel, ikiwemo vituo viwili vya anga na makao makuu ya shirika la usalama la ndani la Israel. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran IRNA, mashambulizi hayo yalilenga kituo cha anga cha Palmchem kilichopo magharibi mwa mji wa Yavni pamoja na kituo cha anga cha Ovda kusini mwa Israel. Iran pia ilisema ililenga makao makuu ya Shin Bet mjini Tel Aviv. Nako nchini Bahrain, mamlaka zimewaonya wananchi kubaki majumbani baada ya shambulio la Iran kulenga matanki ya mafuta katika eneo la Muharrak. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain imewataka wakazi wa baadhi ya maeneo ya Muharrak kubaki ndani ya nyumba zao na kufunga madirisha pamoja na sehemu za hewa kama tahadhari dhidi ya moshi unaotokana na moto unaoendelea kuzimwa. Mashambulizi hayo yanaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya Iran katika nchi za Ghuba inayolenga kuvuruga masoko ya nishati duniani wakati vita dhidi ya Marekani na Israel